Maiti ilianza kutoa harufu kali kabla haijazikwa. Ndugu wakapanga kuzika. Katikati ya mazishi, maiti ilianza kubadilika. Ghafla, simba mkubwa aliwatokea mbele yao. Onyo, msikilizaji, simulizi hii ni ya kichawi. Kama una tabia ya kuogopa na kuota usiku, tafadhali usitazame video hii. Jua lilikuwa linazama, lakini miguu ya wanakijiji ikawa mizito. Wamesimama tu wakitazama simba mbele yao. Ghafla, simba akasema, "Kwa nini hamwamini kama nimekufa?" Wote wakatetemeka. Ni Baba Bakari pekee aliyetambua huyo si simba wa kawaida, bali ametumwa. "Sikia," akasema kwa ujasiri. "Hapa huna nguvu. Najua Halima alipo. Ukizidi kututisha, utakiona." Ghafla, akabadilika na kuwa paka mweusi mwenye macho mekundu. Wanakijiji wakakimbia kushika mbavu, wengine wakajikojolea kwa woga. Sheikh Masud aliyekuwa akisoma aya za Qur'an akasimama na kuinua mikono. "Ya Allah, tuokoe na mkosi huu, turuhusu tumzike kwa amani." Lakini paka hakuonekana na wasiwasi, alimtazama, akafoka. Ghafla, kaburi likajaa maji. Wananchi wakaungana kumshutumu. Sheikh akanyamaza, akiwaza moyoni, "Ewe Allah, wasamehe hawa." Paka akanguruma tena. Safari hii aliongea kama binadamu. "Nizikeni." Baba Bakari akajibu, "Vipi tukuzike wakati kaburi kimejaa maji?" Maji yakapotea papo hapo. Kaburi likawa kavu, mwili wa Halima ukionekana ndani. Wanakijiji wakashangaa kwa hofu. "Jamani, maji yamekauka!" Mmoja akapiga kelele. Mchungaji wa Kiadventista naye akaomba, "Yehova, ondoa nuksi hii kama ulivyoondoa Israeli." Ghafla, nyuki waliokuwa juu ya mti wakashuka. "Jamani, nyuki!" Bakari akapiga kelele. Wanakijiji wakapanikia, kila mmoja akakimbia hovyo. Mzinga mzima ukashuka juu ya kaburi. Hakuna aliyepona kung'atwa. Baba Bakari naye alipigwa manundu akakimbia. Nyuki wakauzunguka mwili wa Halima, wakapiga kelele, kisha wakaubeba angani. Waliokuwa wamejificha wakashangaa. Nyuki, viumbe vidogo, wamewezaje kubeba maiti? Bakari na baba yake walikimbia mpaka nyumbani. Baba Bakari akatazama kila kona, macho yakikodoa. "Baba!" Bakari akaita mara 2. "Nyamaza kwanza!" Baba Bakari akamkata. Baada ya kimya cha dakika 5, akamgeukia. "Chukua hii hirizi. Wamemchukua Halima. Wako naye makaburini kwao. Wakitimiza siku 3, tumempoteza. Nenda nyumbani kwangu, chukua kila kitu. Saa 5 uwe hapa." Bakari akakimbia. Bi Chaupone alipolisikia hilo, naye akaondoka kimya kimya bila kuwaaga, akaanza kutembea taratibu, kisha akapaa.